Citizen. Radio Kwa kujitambulisha, Anna Nduku ni nani? Na pia naona kuna jina Abanas. Ni Anna Abanas. Oh, Anna Abanas. Yeah. Nduku pia ni lako? Ni langu. Okay, Anna Abanas Nduku. Yeah. Ametoka wapi? Amezaliwa wapi? Unajua kuna watu wanasikiliza kule kwenye kijiji na anasema, leo tumwakilisha. Nani najua ana furaha. Ndio. Yeah. Yeah, kwa majina yangu naitwa Anna Nduku Mulovea, hiyo ndio ya ID. Anna Nduku Mulovea. Yeah. Lakini kwa majina ya usanii ninayojulikana nayo vizuri ni Anna Abanas. Anna Abanas. Yeah, ama okay. Mbarikiwa. Yeah. Na umebarikiwa kweli kweli. Kweli. Amen. Ni kwa neema. Haya, ulitokea wapi? Ulizaliwa wapi? Shule ya upili? Kwa kuzaliwa kwangu nimezaliwa pale Machakos. Ambapo kijiji chetu kinaitwa Mouani. Yeah. Kanisa liliko karibu hapo ni Mouani pia. Ndio. Ndipo niliweza kuzaliwa na nikakua. Kalelewa pale. Nikalelewa pale. Ukasomea wapi? Pale tu. Acha tuende moja kwa moja. Asante. Wito wa muziki ulikujaje? Familia, mama, ndugu zako ambao walikuwa wakiimba, ikawa ni kitu ambacho kwamba kipo kwa familia kuweza kumtumikia Mungu kupitia nyimbo za Injili? Yaani nikijaribu kuangalia katika familia kuna wito wa uimbaji. Sababu hivi tunavyoongea mama yangu ni mwimbaji. Yeah, na pia ni kiongozi pale katika kwaya ile. Okay. Yeah. Kwa hivyo naweza sema uimbaji wangu umetokea kwenye familia yetu. Wengi wao ni waimbaji. Yeah. Okay, kwa hiyo walikuchochea? Walichochea, nafikiri kwa damu. Okay, kuna wanamuziki wengi sana ambao wamevuma na pia wengine wanazidi kuvuma, wengine wanazidi kuibuka. Ni mwanamuziki tu ambaye ulimsikiliza akakutia moyo ukasema siku moja nataka Mungu aninue kwa viwango vya msanii kama huyu, niweze kuimba na niweze kuwafikia wengi sana kupitia huduma ya muziki wa Injili? Aliyechochea sana katika huduma yangu ya uimbaji ndio ni Rose Muhando. Mteule uwe macho. Unajua umetaja Rose Muhando, nikakumbuka nilikuwa nikisoma. Nafikiri wakati huo akaachilia album inaitwa Mteule uwe macho. Yeah. Ilifanya vizuri sana. Na ni dada, ukiangalia style yake yeye hujitolea. Anatumia a lot of energy kuweza kumsifu Mungu akiimba. Kitu gani ulikipenda kwa Rose Muhando? Nilichokipenda sana kwa Rose Muhando, kitu cha kwanza anapoimba, unaona ule wimbo unatoka ndani yake. Na hata kwa kucheza kwake wakati anafanya ile tunaita dance kwa Kiswahili cha Nairobi. Ndio. Unapata anaifanya kutoka ndani yake. Kwa hivyo ikaweza kunivutia sana. Ndio. Na nikapendelea sana. Na nikawa pia mara mingi nafuata nyimbo za kwake sana. Wow. Yeah, yule mwingine ni wawili tu. Yule mwingine ni Magidon ndio. Magidon. Ambaye naweza sema kwa njia moja ama nyingine ndio ndiye aliweza kunisukuma akaniambia, sasa sababu kipaji unacho na utaki kutokeza kabisa. Na kusukuma kwa nguvu. Sababu nilikuwa na uoga sana. Na kutokea hapo sasa ndo nikaingia kwenye huduma hii ya uimbaji. Radio Citizen. Ndio. Ni muziki ambao kwa njia moja ama nyingine ndio unatupa fursa kubwa sana ya kuweza kufikia mioyo ya wanadamu. Yeah. Wow. Isipokuwa nikiangalia kwa njia moja ama nyingine, nyimbo za kidunia zinapoingia kwenye mtandao zinakimbia sana. Ndio. Kuliko nyimbo za Injili. Lakini ukweli ni kuwa nyimbo za Injili zinafanya kazi kubwa sana katika mioyo ya watu. Ndio. Yeah. Umesema kwamba nyimbo za kidunia ukisikiliza kwenye mitandao zinakimbia sana. Labda inaweza kuwa ndio sababu unakuta wasanii wengi wameanza vizuri gospel, lakini imefika sehemu ambapo kwamba wamekimbilia nyimbo za kidunia. Yeah, inawezekana sababu wengi wanapoingia katika huduma hii ya uimbaji, nia yao sana sio nia ya kuhubiri ama kufikia mioyo ya watu. Unapata mtu ana nia tofauti. Na ndio maana unapata akishaona haiendi kwa haraka, kama ni wimbo
wa Injili ama vile tunavyosema nyimbo za kuijilisha, unapata anataka kuingia katika nyimbo hizi zingine ama nyimbo ambazo zina mambo ya vituko. Ndio. Kwa hivyo unapata kama nia si nzuri sana, atakimbia kule. Atakimbia. Radio Citizen. Okay. Anavovalia, labda anavalia mavazi mafupi ambaye kwamba mtu anauliza na huyu kweli unadhani ya kwamba kuna njia ambayo kwamba msanii wa gospel anafaa kuweza kujiweka ikiwemo ya maongezi, hata vile vile pia mavazi? Inastahili kwanza kabisa kwa mavazi, sababu mimi kama ni mhudumu wa gospel, kitu cha kwanza sifai kuhubiri kupitia kwa mdomo wa kwangu, na stahili ni hubiri kupitia muonekano wangu. Kwa hivyo kitu cha kwanza, muonekano wa kwangu unastahili kuwa ni muonekano ambao kwanza unasema mimi ni nani. Sababu nikivalia mavazi mafupi itakuwa watu wanashindwa, huyu ni disco anaenda ya usiku ama anaenda wapi? Kwa hivyo kitu cha kwanza, mavazi ni kitu cha muhimu sana katika mhudumu wa gospel. Ndio. Sababu katika yale mavazi unapata hata mtu anapokutazama, kitu cha kwanza kinachoingia ni heshima. Unaheshimika. Kwa hivyo kupitia mavazi tunahubiri pia. Cha pili, ukaniuliza kuhusu kuongea, maongezi. Maongezi ni ya muhimu sana. Sababu wakati hata tulipoongea na wewe, ndio, kuna venye ningekuongelesha usikie hapana. Huyu ndiye ninakuja kuhost hapana. Ungesema na ungetafuta hata njia ya nisiweze kufika labda. Ndio. Kwa hivyo maongezi pia, hata kwa matatu, hata kwa customers unaohudumia, hata pale kanisani, mahali popote pale, ni kitu cha muhimu sana. Unavyoongea na watu, unavyorudishia watu, unavyosikiza na kurudishia kama ni mtoto, ni kitu cha muhimu sana. Na hapo kwa maongezi, kwa sababu ni changamoto ambayo kwamba ipo na wasanii wengi wa gospel. Unakuta mtu umeweka ngoma yako kwenye YouTube, mtu amekuja amedislike, ama anakuambia kwamba anakuvunja moyo, kwambia kwamba una sauti ya kuimba. Unajua kuna watu ambao kwamba ukikuangalia tu wanakutoa makosa. Ni kweli. Ni tabia ya wanadamu. Kwako wewe unaona ya kwamba ni njia gani bora ya kudeal na mtu ambaye kwamba labda tuseme Waingereza wanaziita negative energy. Mtu aone mazuri yako, ngoma ameweka, amesema kwamba ngoma itaenda mahali nini na nini na nini. Kuna wasanii ambao kwamba unakuta mtu anakuja tu pale mnajibizana. Huyo anasema, "Yeye ananiambia simbi vizuri." Wewe unaweza kuimba na mwandikia kama msanii wa gospel anafaa behave namna gani kwa changamoto kama hii? Kitu moja ninaomba uweze kuelewa, wakati umeingia kwenye mtandao utapatana na watu wengi sana ambao pia wana maoni tofauti, na mtu anapoonelea kile unachofanya si kizuri kwake, hauna haja ubishane naye. Kwa hivyo njia moja unastahili kufanya na yule mtu, ama vile unavyostahili kudili na yeye, jambo la kwanza unaweza nyamaza. Na kule kwa mtandao nafikiri kuna kublock yule mtu katika mtandao ule wako. Ama kwa njia moja kuna kuripoti. Sababu wakati umefinya pale na ukasema una report yule mtu, katika YouTube wataweza kujua vile watadili nayo. Kwa hivyo cha muhimu si kubishana naye pale kwa mtandao ustahili. Lakini kuna mwingine ambaye labda anaweza kuwa anakurekebisha kwa ukweli. Anakuambia kitu ambacho kwamba ukifanya unaona kweli hapa huyu amenisaidia. Sidhani kama ni wote ambao wananiambia. Yule ambaye ana nia nzuri unastahili kumsikiza. Kuna wimbo mmoja nilifanya, ndio, sikumbuki ni mgani hasa katika hizi nyimbo 4. Na dada mmoja ambaye kwa upendo Radio Citizen.